sema amina. Nataka nizungumzie upendo jioni ya leo. Upendo umesikia mwingi, yamkini hata na masaa matatu yaliyopita kuna mtu amekwambia maneno mazuri, amesema nakupenda, ni wewe mwenyewe tu wala sinywi maji, hata nikikuona kwa kweli mwili unatetemeka, yani nimezimia kwako. Mwanadamu anaweza kukwambia maneno mazuri, ni kweli akamaanisha kwamba kweli anakupenda, lakini huyu mwanadamu anachoka, huyu mwanadamu anakufa, huyu mwanadamu analala, na akilala analala fofofo, akilala na sahau kwamba alikuambia nakupenda. Lakini jioni ya leo nimekuletea upendo wa kweli. Upendo huu unatoka mikononi mwa Jehova, upendo huu unatoka kwa Yesu. Akikupenda Yesu, yeye afi wala asizi wala halali. Upendo wake ni wa kweli. Yesu ana upendo wa kweli, alikufa msalabani kwa ajili yako mimi na wewe, ili tukombolewe, tutoke kwenye mateso, tutoke kwenye mauti, tutoke kwenye laana ambako laana za ukoo wetu zimetuzingira, hatuoni mwelekeo. Sikiliza jioni ya leo, anabisha hadi huyu ninamtangaza jioni ya leo, anaitwa Yesu, simba wa kabila la Yuda. Akiingia kwako lazima uwe salama. Akiingia kwako maadui zako lazima wanyamaze kimya. Akiingia kwako wanaokutesa wanakimbia. Nini? Simba wa kabila la Yuda ameingilia kati, anaitwa Yesu. Mtu mmoja anaweza kupiga kigeregere, apige kwa Yesu. Sema ameni. Sema tena amina. Haleluya. Huyo anayekwambia nakupenda ni muongo, kwa sababu yamkini amewaambia wawili watatu huko kwamba nakupenda, akamwambia Amina nakupenda, akatembea hatua pili akamkuta Ashura, akasema kwa kweli umeumbika. Hiyo shingo ikitikisika mimi moyoni nyanga nyanga. Hajamesahau kwamba alimwambia Amina huko. Mwanadamu ni muongo sana, lakini yupo mmoja asiye muongo. Yeye akikupenda anakupenda moja kwa moja. Akikupenda Yesu, upendo wake ni wa kweli. Hata akikubusu, busu lake ni mpaka moyoni. Anaitwa Yesu. Huyu tuliyeingia kwake, wengine tuna mpango wa kurudi nyuma, maana tumeona upendo wake ni upendo wa kweli. Je, piga makofi kwa Yesu. Sema ameni. Sema tena amina. Biblia inaniambia alipomtoa mwanae wa pekee, akasema atakayemwamini huyu ahukumiwi, lakini ukikataa kumwamini, hapo hapo umekwisha kuhukumiwa. Hapo hapo umekwisha kuhukumiwa. Kwa nini uhukumiwe? Dawa ni moja tu, ili usihukumiwe, ni kumwamini mwana wa Mungu, ni kumwamini mwana huyu, ni kumwamini huyu simba wa kabila la Yuda, ni kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unalala unaota ndoto mbaya, unafukuzwa na mafisi. Unalala unaota ndoto mbaya, uko kuzini na mabibi. Nini? Kwa sababu hujaliamini jina. Ukiliamini jina linafuta hayo mandoto. Ukiliamini jina wachawi hawawezi wakakusogelea. Ukiliamini jina kuna mganga wala mchawi kukuharibia maisha yako. Nini? Jina la Yesu ndio dawa, jina la Yesu ndio ulinzi, jina la Yesu ndio kinga ya maisha yetu. Jina la Yesu ndio kila kitu. Mtu mmoja anaweza kupiga kigeregere, apige pale. Nampenda Yesu. Yesu hana upendeleo. Anatuokoa na sisi wenye kiusa ambao hatukusaidia tukusimama mbele yako. Yesu hana upendeleo. Anaokoa na wandari wanasimama kwenye jukwaa wanasema Yesu ni Bwana. Yesu hana upendeleo. Anaokoa na wenye mwanga, wakikataa wafikwa. Wenye mwanga wanasema Yesu ni Bwana. Wakikataa wenye mwanga, wandari wakinangonya wanasimama madhabahuni wanasema Yesu ni Bwana. Kuna wimbo unasema ukileta mchezo kwa Yesu na watu wengi, Yesu hana shida. Ukikataa karagabao. Mtu mmoja akasema hatuko hapa kukusihi, hatuko hapa kukuhurumia kwa Bwana. Sijui yaani uchaguzi uko kwako.
Kuna mtu mmoja akasema, chagueni vile mtakayemtumikia. Kama ni Mungu bahari, mtajua wenyewe. Lakini akasema, mimi na nyumba yangu nimechagua kumtumikia Mungu. Maana nimeona kwa Mungu ndio kuna kila kitu. Kwa Mungu ndio kuna afya. Kwa Mungu ndio kuna uzima. Kwa Mungu tunatembea kibabe katikati ya maadui. Wewe ukitaka kupita sehemu mpaka ujifunike na mairizi. Ukitaka kulala mpaka uweke mavi ya mbwa. Abantu balinita. Yaani ukitaka kulala mpaka uweke mjusi kichwani. Kwamba huu mjusi niliusemea maneno mazito. Kwa hiyo hakuna chochote kitakachokusumbua. Wewe uwe ni mjusi. Mungu ameuumba uwe ni mjusi. Hauna chochote. Zaidi utakuwa unapita hata kichwani, maana si ni mjusi, unaelewa nini mjusi? Utatembea hata kichwani, unapita hata mwili, mara usogeza mwili. Mjusi unakaaga uani kutafuta mzi ili ule. Sasa unauleta kwenye maisha yako. Utakutafuna. Dawa ni kukimbilia kwa Yesu. Yesu ndio uzima. Yesu ndio dawa. Leo nimeleta jina la Yesu. Uchawi utakusaidia chochote. Zaidi utakugeukia. Kwa sababu walikuwepo wachawi kuliko wewe. Unasema mchawi wewe. Walikuwepo wachawi kuliko wewe. Lakini wamekufa. Hawapo. Wengine wakasema, wewe tukibaki na uchawi huu tutakufa, ngoja tujisalimishe mapema. Wakakimbia kwa Yesu. Akina Paulo Mwasekaga walikuwa na majini 2000 kichwani, wamefunga majini 2000 majini kichwani. Wewe hata jini moja huna, alafu unasema mchawi. Ulindosio ulishamto. Wao ni mshamba, sio mchawi. Wao unaiga. Walikuwa wachawi wakasema, una uchawi huu. Tena alikuwa ni mkubwa wa wachawi. Paulo Mwasekaga alikuwa ni kiongozi. Sasa kiongozi huyo akasema, na uongozi huu, huyu jamaa amenishinda, siwezi nikapambana naye, hapa ni kujisalimisha. Akasalimisha vitunguli vyake. Alafu wewe unang'ang'ania katunguli kenyweka moja, alafu nakuliachiwa na babu yako. Baba yako mwenyewe alishakufa. Wegerege. Kwa nini uchawi haukumsaidia huyo babu yako? Mbona naye amekufa? Kumbe hata ukiwa mchawi sana, kumbe kuna kufa. Kwa sababu Biblia inaniambia alikuwa tajiri mmoja, alafu na masikini. Yaani hata ukiwa tajiri unakufa, ukiwa masikini unakufa. Kifo kiko pale pale. Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu. Hakuna kupumzika. Kuna wajinga wanasema, tuliombee kaburi ili afike salama. Hakuna cha kuliombea kaburi wala cha kufika salama. Kitachomfikisha salama ni kukiri kwa Bwana ni Mwokozi wa maisha yake. Hiyo ndio njia atakuwa ametengeneza mwenyewe. Lakini akikataa jina la Yesu, hapo hukumu inakuja. Baada ya kifo ni hukumu. Salama yako ni kukimbilia kwa Yesu. Yesu ndio usalama wako, wala sio ilizi, wala sio uganga, wala sio uchawi. Haleluya! Haleluya! Unapenda niseme, umeteza watu wa mpaka ninatosha. Usipotubu, usipogeuka, hivyo vitunguli vyako vitakugeukia mwenyewe, vitakumaliza mwenyewe. Na ninatangaza katika jina la Yesu, Yesu wangu kama isivyo, ukikataa kumpa Yesu maisha yako, wanazika. Na kabla hujazika utaanza kujihalishia. Unatembea njiani, mzigo unadondoka wenyewe. Hata bila kuzuia unadondoka tu wenyewe njiani, ili uwe unagundulika kwamba wewe ndio unayeharibu watu, unayetesa watu, na waitafika zamu yako. Ukikataa jina hili la Yesu, kinachofuata ni mauti. Bora ukimbilie kwa Yesu. Yesu ndio uzima. Huyu ni Yesu, ni mwenye huruma. Ukimkubali anahurumia mara moja. Hata kama umefanya dhambi nyingi, umetesa watu sana, lakini ukikubali Yesu aingie, anafuta ile hatia, anafuta dhambi zote, anakusamehe. Mimi nasema hata kama dhambi zako zikiwa nyekundu kama bendera, anazisafisha zinakuwa nyeupe kama theluji. Piga makofi kwa Yesu. Hata kama umezini sana, umechagudoa sana, zote zachapwa. Mbezuma wengine wanaenda kujificha Mbezuma, maana wakikaa hapa wanafahamika. Wanaenda Mbezuma, sijui kama Mbezuma kuna baa. Wanaenda mpakani nani, Zambia,
Endamore sijui kama zipo. Wanaenda Zambia, nchi nyingine au Malawi. Wanaenda kufanyika umaraya wao ili wasionekane hapa. Sasa umezini na mabwana wengine za watu, umezini nao. Nakwambia jioni ya leo, ukisema Yesu nimekosa, niko hapa, Yesu anasamehe mara moja. Anafuta ile hati ya mashtaka, anairudisha ilikotoka, wewe unabaki salama. Ya kale yanapita, unakuwa kiumbe kipya. Mungu wa mbinguni awabariki. Ukimkubali Yesu anasamehe. Anatamani kusamehewa na Yesu, basi nyakati ndio hizi. Haleluya. Funika macho yenu. Mlio mbele, ninyi mlio mbele hapa. Mtafuatisha maneno ya mchungaji anayosema. Funika macho yenu. Inua mikono yenu juu. Mkono mmoja inua juu, mmoja weka kifuani. Mkono mmoja weka kifuani. Sema Bwana Yesu. Rudia tena, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nakuja mbele zako. Mimi mwenye dhambi. Jioni hii ya leo.